Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, leo kwa mara nyingine tena tunaendelea na darsa ambayo tulikuwa nayo toka jana, mida ya asubuhi, mchana na jioni. Tunaendelea na darasa yetu inshallah, na jioni tulishia kwenye ile bismillahi katikati ya sura mbili. Tukasema kuna njia nne tukazieleza. Sasa katika ile ilmu ya tajwid wanasema kwamba kuna vitu viwili. Kuna vitu viwili hivyo vitu viwili. Kitu cha kwanza kabisa akasema an-nunu sakina, na kitu cha pili akasema at-tanwin. Kwa hiyo kuna nuni ambayo ni yenye sakna, lakini kuna tanwini. Tanwini ni zile fathatain au dhammatain au kisratain. Sasa nuni ambayo ina sakna na tanwini, hapo sasa vitu hivi viwili, kuna vitu vinazalikana, vitu vinne katika nuni yenye sakna na tanwini. Kuna vitu vinne vinazalikana hapo. Kitu cha kwanza kinachozalikana katika nuni yenye sakna na tanwini ni al-idhhar. Al-idhhar, al-idhhar maana yake ni kudhihirisha. Kudhihirisha ama al-bayan, kubainisha, kuweka wazi, ndo idhhar. Lakini kuna kitu kingine baada ya al-idhhar, kuna kitu kinaitwa al-idgham. Al-idgham ni kwa maana ya kuchanganya. Idgham kwa maana ya kuchanganya. Na baada ya idgham kuna kitu kinaitwa iqlab. Iqlab, iqlab ni kwa maana ya kugeuza. Kuna kuchanganya, kuna kudhihirisha, kuchanganya na kugeuza. Kugeuza ni kutoa kitu katika njia yake ukakipeleka kwenye sehemu nyingine. Kugeuza. Lakini kitu cha tatu ambacho kimezalikana katika nuni sakna na tanwini ni al-ikhfa'u. Al-ikhfa'u kwa maana ya kuficha. Ikhfa'u ni nini? Kuficha, kwa maana ya kuficha. Kwa hiyo kama kilikuwa kiko dhahir, sasa unakificha, kinakuwa hakiko dhahir, kinakuwa kimefichwa, hakionekani. Sasa katika hivi vitu vinne wanasema kwamba hapa sasa hizi hukumu nne ambazo zimezalikana na nuni yenye sakna. Sasa tuanze mfano wa hizi hukumu nne. Hukumu nne ambazo tunatakiwa sisi sasa tuzijue. Hukumu ya kwanza, hukumu ya pili, na hukumu ya tatu, na hukumu ya nne ambayo ni ya mwisho katika zile nne ambazo zimezalikana katika nuni yenye sakna. Na ya kwanza kabisa ni al-idhhar. Al-idhhar kwa maana ya kudhihirisha. Kwa lugha nyingine wakasema kwamba al-bayan, kubainisha, wa tawdih, kubainisha na kuweka wazi kabisa kwamba herufi hii inatoka wapi. Herufi hii inatoka wapi? Na herufi hii tunaitamkaje? Kwa leo tutatoa mfano miwili au mitatu. Herufi ya idhhar kama walivyosema, linuni in taskunu walitanwini arba'u ahkami fakhudh tabyini.
فالأول الإظهار قبل الأحرف، kabla hizo zingine. Ya kwanza nini? Al-idhhar. Sasa idhhar tunapata nuni yenye sakna, na katika ile kinachosababisha ile nuni yenye sakna idhihirishwe ili tupate idhhar, ili tupate kubainisha, basi nuni sakna mbele ya hamza au mbele ya alifu, nuni yenye sakna mbele ya he, nuni yenye sakna mbele ya he, nuni yenye sakna mbele ya ain, nuni yenye sakna mbele ya he, nuni yenye sakna mbele ya ghain. Hamza, he, ain, he, ghain, he. 6. Kwa hizi herufi 6 unapozikuta popote pale unakutana na nuni yenye sakna, alafu mbele kuna hizi herufi 6, manake wewe ni kudhihirisha tu. Mfano, tunaposema man aman, man aman, man aman, sio man aman, man aman, man aman, man aman. Ghunnatu asliya lazima itakuwepo, ambayo inasababisha ili nuni uisikie nuni man. Ini ghuna ya asili, ile man ghuna ya asili lazima ipatikane. Man aman, rasulun amin, rasulun amin, rasulun rasulun amin, rasulun amin. Alafu baada ya hapo tunataka tupate min hakim, min hakim, min. Ile nuni yenye sakna tunataka tuione imedhihirika, imebainishwa. Min hakim. Alafu baada ya kupata hizi ndo tunaingia sasa katika ile albayan fi al-idhhar, albayan fi al-idhhar, al-idhhar fi al-idhhar, ndo tunaipata sasa ile yenyewe. Kwa hiyo hii mifano nilotoa, man aman, rasulun amin, min hakim, hakimun hakimun alim, hakimun alim, hakimun alim. Umeona hiyo? Ukipata hizi, ukizisoma hivi zilivyo, basi hapo tayari utakuwa umezitendea haki. Likulli harfin haqqa, basi kila herufi ina haki yake na tuzipe haki zao. Kwa haya machache ya leo, basi panapo majaliwa tena jioni insha Allah, Mwenyezi Mungu akituafikisha, tutaendelea na darasa letu, kama sio jioni, maana hapa hatujajua kuna jambo, kuna sehemu tunakwenda, na leo ni Aljumaa. Darasa leo tumeilazimisha, tumeiforce tu. Kwa hiyo tunaweza tukaishi hapa mpaka kesho ndio tukaendelea tena na darasa yetu insha Allah. Niwatake radhi. Alkamalu lillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini tuzingatie man aman, man aman, man aman, rasulun amin, rasulun, rasulun amin, min hakim, alimun hakim, hakimun alim, in huwa. Hizi zote tuzifanyie kazi. Maasalam.